Kwa niaba ya ofisi ya mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya Hai, tunawashukuru sana wananchi kwa kuwa kipaumbele kwenye hasa eneo la uhifadhi wa mazingira. Na nikizungumzia uhifadhi wa mazingira, ni uwanja mpana kidogo kwenye kuhifadhi, kwa maana tunazungumza ni kuotesha, lakini sio kuotesha tu, kutunza kile ambacho tumekiotesha, kwa maana tunakilinda, lakini mwisho wa siku baada ya kukilinda tunaendelea kukitunza ili kiendelee kukua. Lakini pamoja na hivyo tunaendelea kuboresha au kutunza kile ambacho tumekikuta, kwa sababu tunaweza tukawa tunaotesha, lakini kuna ile miti ambayo tumeikuta, ndio. Kwa hiyo pamoja na kwamba tutaendelea kuotesha na kuitunza ile ambayo tunaiotesha, lakini kuna mingine ambayo tumeikuta imeota, lakini tutaendelea kuitunza. Lakini sio hiyo tu, kwenye kutunza kwenyewe, kwa maana kwamba kile kilichopo, pamoja kwamba jamii zetu zina changamoto nyingi. Kuna watu wanakata mikaa, wanakata kuni, kuna watu wanakata miti kwa maana ya kupata kuni, lakini kuna watu wanakata miti kwa maana ya kupata mkaa. Lakini ndani ya wilaya yetu pia tuna taratibu za ukataji na uvunaji wa miti, na ndio maana mara nyingi watu ambao wanaenda kinyume kwa maana ya kukata miti bila kupata taratibu ambazo zimewekwa ndani ya wilaya, mara nyingi hukamatwa na kuchukuliwa hatua mbalimbali za kisheria. Lakini pia wale wanaokata miti afu baadaye wanachoma mikaa au kusafirisha au kumiliki mazao yoyote ya misitu bila kuwa na kibali ambacho kinahitajika kutoka katika mamlaka husika. Sawa? Kwa kama tumepanda leo, tukumbuke kuitunza miti hiyo, lakini miti ambayo iliyopo tuendelee kuitunza, iendelee kwa ajili ya kizazi chetu cha sasa, kwa maana iliyopo, lakini na wanao kuja. Sawa jamani? Sawa. Lakini pia tumezungumzia changamoto ambazo zinazosababisha miti hii. Leo tumepanda, nimepewa taarifa hapa, tumepanda jumla ya miti 3000, kwa maana ile eneo la shule, kuna eneo la msikiti na eneo la kanisa. Rai yangu, nawaomba wahusika wa maeneo hayo, ikiambatana na wahusika wa sehemu ambazo tumezipanda, ikiambatana na nyie wananchi wote, kwa sababu ni maeneo yenu. Yakiharibika, hayatoharibika pale tulipopanda tu, itaharibika ni kizazi kizima cha hayo maeneo yanayozunguka. Rai yangu ni kwamba kila mwananchi ambaye ameshiriki, awe hana mtoto, awe asali katika kanisa hilo, aende kuabudu katika msikiti huo, lakini kwa sababu tumefanya kazi ya pamoja, kwa maana ya kwamba tutashirikiana kwa pamoja kuilinda miti hiyo, lakini pia tukizingatia sheria, kanuni na taratibu za hifadhi wa mazingira. Kama taarifa au kwamba yeye sawa kwenye eneo la msikiti pia. Alafu tujue kitu kimoja, kwamba mara nyingi tunapozungumzia habari ya mifugo tunaweza kuona kwamba ni Wamasai wanafuga peke yao. Kuna mifugo ya kwetu michache kuna inaharibu kweli. Lakini niombe tu kwamba kuanzia leo zile sheria sasa tutazifuata. Tulishasema kwamba mfugo ukiharibu mti mmoja tunatafuta shilingi 50,000. Ili tukatafuta mti mwingine hapo tuoteshe 50,000. Mimi ndipo nafikiri kwa mtendaji ipo kule na inatumika. Lakini pia kuna watu wanachonga hii miti. Hii miti huwezi kuotesha ukakuwa huu mti kwa hai mpaka ufike hapa ulipo hapa. Lakini kuna watu wanaochonga wakiona kama wanachukua dawa. Sasa wanakauta hii miti. Tulishasema kwa mkutano kwamba mtu atakayekamata mtu ambaye anachonga huu mti anapata shilingi 50,000. Sio hamtaki hizo hela. Maana mimi naenda kuchonga hii. Naona? Yaani ukimkamata ukimleta pale kwangu tu 50 unaichukua kwanza, ndio nini nianze hatua na yeye. Sawa? Yaani kumleta pale 50 unachukua hapo ndio tuzungukane naye wewe. Maana huu mtu huu ukausha huu mti hapo una zaidi ya miaka 50. Naona kama mtu una miaka 50 hapo ukiotesha mwingine ukifika hivi kama utakuwepo siku. Mazingira ni uhai, tuyatunze, tuyalinde ili tuishi. Haya, mimi kwa majina naitwa Upendo Silas Kiondo, ni afisa mazingira kutoka Floresta. Na ninawashukuru leo kwa kuja na hongereni pia kwa kazi. Hapa nipo na baadhi ya vikundi ambavyo tunavisimamia sisi Floresta, lakini nipo na maafisa wenzangu
pamoja na wawezeshaji ambao tunafanya nao kazi. Tumekuja na afisa kilimo, afisa mifugo, lakini pia tuna wawezeshaji wa mazingira na wawezeshaji wa uchumi ambao tunashirikiana nao kwenye vikundi vyetu, kufundisha vikundi vyetu namna ya utunzaji wa mazingira. Tunaandaa vitalu na mwisho wa siku tunashirikiana kuotesha miti kama hii. Sawa? Kwa hiyo kama maafisa walivyotoka kuongea na mwenyekiti alivyoongea, ninaomba tushirikiana kwenye utunzaji wa hiyo miti. Sawa eh? Kwa vile vikundi ambavyo tunavisimamia, wengi watakuwa mashahidi. Tunajitahidi sana kuwafundisha uzalishaji wa miti, uandaaji wa vitalu na kutunza, mwisho wa siku hiyo miti ioteshwe. Lakini wakati mwingine wanakata tamaa wanapoona kwamba ile miti inayooteshwa haifiki popote, kwa maana kwamba inaharibiwa na mifugo, watu wenyewe wanaharibu. Kwa hiyo ninaomba ujio wenu hapa, sote tushirikiane kuhakikisha kwamba hii miti tuliyootesha shuleni, tuliyootesha kwenye msikiti na kanisani tunaitunza na tunaona kweli matokeo ya kile tulichokifanya leo. Tusije tukawa tumekuja hapa tumepoteza muda wetu bure.